Jina langu naitwa Anna John Ngoe, nimetokea Arusha. Mimi niliugua kansa, niliugua sana kansa, nikaenda hospitali, nikafanyiwa upasuaji, nikatolewa kizazi. Nilipotolewa kizazi, hali yangu ilizidi kuwa mbaya, maana niliambiwa kansa imefika stage 4. Basi nikakaa bila matumaini, lakini kuna siku nikaona Mtume akiwa anaombea watu kwenye TV. Kuna baba mmoja aliombewa, alikuwa mgonjwa, ametoka ni Mchaga, lakini alikuwa ametoka Mombasa, alikuwa na kansa kwenye shingo. Sasa nilipomuona hivyo, na mimi nikasema kumbe inaweza nikapona. Lakini kipindi hicho ninavyosema hivyo nilikuwa nimeumwa sana, na walisema kansa imefika stage 4. Nilikuwa kweli nimekonda, nimepungua mno. Lakini pale pale nilipoona yule baba ameonyeshwa klipu ya kwanza akiwa anaumwa, klipu ya pili akiwa amepona, sasa nikapata imani, nikasema mbona huyu kapona na mimi naweza nikapona kweli? Basi na mimi nikatuma mtu niitie binti yangu, kaambia niitie bibi yako. Akamuita mama yangu. Alivyomuita mama yangu, nikamwambia mama, naombeni mnipeleke Dar es Salaam kwa Mwamposa. Basi walinichukua kweli wakanipeleka, lakini kipindi wananipeleka nilikuwa na hali mbaya sana, maana hata mdomo nilikuwa sifungui. Nilikuwa naandika kama nataka kusema na mtu, nilikuwa inabidi naandika. Basi niliendelea hivyo. Walivyonifikisha kweli waliniombea nilishika karatasi, niliandikiwa maombi yale. Nilivyoandikiwa yale maombi nikawekewa kifuani, lakini nilikuwa nimezidiwa. Nilivyowekewa kifuani, Mtume akapita akanigusa, nikarudishwa. Lakini nilikuwa na hali mbaya sana kipindi hicho, maana nilikuwa sili, mdomo ufunguki, alafu nilikuwa nimeparalyze. Asa nilivyorudi, maana nilikuwa sijala karibia wiki ya pili. Nilivyorudi kweli nilipitizwa moja kwa moja ICU. Nilikaa ICU, maana nyama za mdomo zilikuwa ni kubwa, zimeziba mdomo huonekani wala nini, siwezi kula wala kupumua. Sasa ndo nilikuwa nakatia mwisho, namaliza kupumua. Lakini nilipopitizwa ICU, nilikaa ICU muda kama wa wiki 2. Nilipotoka ICU walikata tena ile nyama, maana mara ya kwanza walinikata nyama, wakaenda kupima wakakuta kansa imefika stage 4. Mara ya pili wakarudia kukata nyama, sasa hapo ni KCMC. Walipokata ile nyama wakaenda wakapima. Cha kushangaza kilichotokea, nilishangaa sana. Wakasema sina kansa. Sikuamini, kwa sababu nilikuwa na karatasi nilizoambiwa kansa imefika stage 4, na kweli nilikuwa na maumivu na nilikonda, nilibaki kilo 24. Damu nilikuwa nakumbuka siku nafanywa upasuaji nilikuwa na damu 3. Kwa hiyo nilikuwa kwenye hali mbaya, sikuamini. Lakini hapo nikaendelea, sasa wakasema tutamwanzishia matibabu ya kumtibu ule uvimbe, maana kansa hamna tena. Lakini kweli ule uvimbe niliendelea kupaka mafuta. Napaka mafuta, lakini nilipokuja kukaa, nilikuja kuangalia huku chini, nilikuwa natumia mafuta ya upako. Mamangu alienda kuniletea Raskazoni. Alipoenda kuniletea pale Raskazoni ndio nikawa nayatumia, lakini kabla hapo nilikunywa chupa 2. Nakumbuka nilikunywa chupa 2 ya mafuta. Basi nikaanza kuona napata nafuu, lakini bado kinywa kilikuwa kifunguki na kula na mipira. Lakini niliendelea hivyo kadri nilivyokuwa nakunywa yale mafuta, mdomo kaanza kufunguka, nikaanza kufunguka kinywa, nikaanza kuendelea vizuri, nikaanza kupata nguvu. Lakini nikatoka hapo pia nikasema niende Dar es Salaam, Tanganyika Packers Kawe, niende nikashuhudie. Nikatoka kweli nikaenda, lakini kipindi hicho nimesharudishwa kazini, maana ule ugonjwa ulisababisha nikasimama kazi.
nimesharudishwa kazini, lakini nilikuwa bado nilikuwa nimeparalyze, upande mzima umegawa hivi. Lakini nilipopelekwa Tanganyika Packers, nilipoenda kushuhudia sasa tipu ya pili, nikawa bado yani sija respondi vizuri. Upande mmoja ulikuwa pia una shida hata kusikia kufanya nini, lakini niliposhuhudia Mtume akaniombea pale madhabahuni, kweli shuhuda yangu nikaombewa pia mtoto wangu. Nilisimulia, nakumbuka kama klipu ya kwanza mliiona, nilisimulia kwamba